Fanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili, na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki sana. Tuko tu na ujumbe wetu wa alama ya mnyama na muhuri. Ni jambo kubwa sana tunapokuwa katika neno lake. Unaliona jambo hilo wapendwa? Tunakula chakula kilichobarikiwa katika saa muhimu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima tumpende Mungu. Amina. Tumpende Mungu. Haleluya. Yapo makundi. Hebu tuendelee kidogo na ujumbe wetu. Tunajua Mungu anawatia watoto wake muhuri. Amina. Tumeona makundi ya Israeli. Tumeona makabila 12 yakifanyaje? Yakitiwa muhuri. Tunajua sasa hivi hawafahamiani. Hebu twende ile sura 7 hii. Twende sura 7. Sura 7 ya Ufunuo, ambayo tulikuwa tukisoma. Hebu turudi kwenye sura 7. Sura 7 ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Niliona hilo. Kundi la kwanza liliona akawajua kabila lao. Unaona? Tunakwenda wote kwa pamoja. Nafikiri wengi wamesoma hapo. Kama una Biblia soma hapo ubaoni. Kubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Unaiona? Wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwanakondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee, na za wale wenye uhai 4, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina. Baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, mzee, unajua walikuwa wazee 24. 12 agano la kale, 12 agano jipya. Na mmoja wapo wa wazee hata yeye ni miongoni mwa wazee. Haleluya. Huyu ni Yohana. Na yeye ni miongoni mwa wale wazee. Seufania yake. Hebu tuendelee kidogo. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Naye alishangaa. Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika ziki ile iliyokuu, nao wamevua mavazi yao na kuyafanya meupe kama katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi
atatanda hema yake juu yao. Bwana abariki sana. Na hao ni watu wa mataifa, wa kila taifa chini ya mbingu. Na sisi alituona, na wewe ulionwa. Bwana abariki sana. Maadamu ukisema amen, ulikuwepo huko. Alikuona miongoni mwa waliokuwa wamekamata mitende. Bwana abariki sana. Yohana alishangaa hao watu ni wakina nani? Na yeye alipoulizwa hivyo ni wakina nani, akasema sijui, na kweli hakujua. Waisraeli wenzie aliwajua kila kabila, lakini kundi lingine hili hakuwajua. Unaliona hilo? Sasa unajua wengi wanajipachika kwamba wao ni Wayahudi. Wengine walishajisema mimi ni Benyamini. Benyamini unamwona ni mweusi. Hakuna Benyamini mweusi. Ongewa ziki Benyamini sasa kama mtakusikia. Kama udanganyi watu. Kuna makundi yako mawili. Hili kundi la Waisraeli na kundi la watu wa mataifa. Na viki tulikuwa tukisoma ile wiki iliyopita ile, tulisoma ile Warumi ile sura ya 11. Inazungumza kuhusu Waisraeli. Maana wao Kristo alipokuja kwao walimdhihaki, wakamfanya kama walivyokuwa wameandikiwa. Lakini tunajua pia kwamba wao walipofushwa kwa sababu ili mimi na wewe tupate wokovu. Maana sisi sote tumeokolewa kwa neema. Si kama jinsi anavyotaka mtu mwingine. Sio kujigamba. Sisi hatujigambi. Tuko hapa kwa sababu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu mwenyewe. Mungu ametusaidia, ametufikisha hapa. Tulikuwa hatujui chochote, na Mungu alituwekea tangu zamani kwamba ikifikia utimilifu wa wakati atamleta nabii. Haleluya. Na huyo nabii atakuwa na watu wakina fulani watakaoweza kumpokea. Mungu anapomwandaa nabii, anaandaa na watu watakaoweza kumpokea. Bwana awabariki sana. Jina la Bwana libarikiwe. Umeandaliwa kumpokea nabii. Unapompokea nabii, unapata thawabu ya kuwa nabii. Haleluya. Wewe ni mtoto wa manabii. Maana nabii anazaa nabii. Haleluya. Maana sisi kama ilivyo, maana tai anazaa tai. Sisi ni wana tai. Tai lazima ajue kupuruka, na tai anakula nyama. Hali mizoga tena iliyokufa jana. Anakula bado na moto. Na anakula maminofu. Kuna wenye uhai wangapi? Wane. Simba ananyonya maziwa akizaliwa. Haya, ndama au ng'ombe ananyonya maziwa akiwa bado mdogo. Haya, tunamkuta nani tena? Mwanadamu ananyonya maziwa. Naliona hilo? Lakini kuna mnyama ambaye tangu mwanzo anakula minofu. Na huyo ni tai. Bwana bariki sana. Hebu tuendelee sasa, tuingie kwenye ujumbe wenyewe. Tunajifunza kuhusu hao waliotiwa alama. Waliotiwa alama. Ninyi wa Adventista mnajua jambo hilo, mnamjua Dr. Smith na lile shirika la kusomea Biblia nyumbani, na hao yote. Ninao yote kwenye chumba changu cha kusomea. Na mashahidi wa Yehova wote na kadhalika namna hiyo. Kufikia mahali popote wanapoinuka, ninajua hoja zao. Mnaona? Ninajua wanakoelekea. Kwa hiyo sasa, siku ya Sabato si muhuri. Mnaelewa? Siku ya Sabato ilikuwa ni muhuri wa uumbaji wa Mungu. Haleluya. Ni ujumbe mwaka 61 mwezi wa pili tarehe 17. Tayari nilikuwa nasoma namba 169. Kwa hiyo sasa, siku ya Sabato si muhuri. Siku ya Sabato ilikuwa ni muhuri wa uumbaji wa Mungu.
yeye aliumaliza wakati huo na kuutia muhuri. Hiyo ni kweli, kwa sabato yake, bali ilikuwa ni mfano wa sabato ya Kikristo. Haleluya. Sasa baada ya yeye kumaliza uumbaji wake, yeye aliwapa sabato kama muhuri. Hiyo ni kweli kabisa kwamba alikuwa amemaliza uumbaji wake, ndipo alipomaliza mpango wake wa wokovu. Alikuwa na muhuri mwingine. Bwana bariki sana. Sasa ndugu yangu Mwadventista, ninataka kukuuliza jambo fulani. Hiyo ni kweli kabisa. Sabato hilo kwa namna fulani ni neno geni. Sabato kwa kweli ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha pumziko. Pumziko ni siku ya kupumzika, siku ya sabato. Unaacha kufanya kazi na kadhalika. Mungu alimaliza kazi yake, hakurudi tena. Bwana bariki sana. Waebrania 4 inazungumzia jambo hilo hapo. Kwa maana Mungu alistarehe siku ya saba ya sabato, na yeye alisema katika mahali fulani, wakati mwingine katika Daudi, leo baada ya muda mrefu sana ukisikia sauti yake, usiufanye mgumu moyo wako. Basi kama Yesu angeliwapa sabato nyingine, yeye angelinena habari zake baadaye, bali imesalia kuadhimisha sabato kwa watu wa Mungu. Kwa kuwa sisi tulioingia katika raha yake tumestarehe katika kazi zetu, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Ni wakati gani tunapoingia katika raha yake? Sasa ninyi mlio na penseli zenu, fungueni pamoja nami Isaya 28 kifungu cha 8 mpaka 12. Hapo ndipo unapoipata amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Shikilia sana yaliyo mema, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine nitasema na watu hawa. Na hii ndiyo sabato, hii ndiyo raha niliyosema itakuja. Na kwa hayo yote wasingesikia, wanaondoa wakitikisa vichwa vyao na kadhalika. Alisema kwamba muhuri wa kumalizia wokovu, Luther, kuhesabiwa haki, Wesley, utakaso. Lakini sabato itakapokuja, siku halisi ya raha, ingekuwa ni wakati midomo ya watu wageni na lugha nyingine nitasema na watu hawa. Na hii ndiyo kazi iliyomalizika. Haleluya. Huu ndio muhuri, hii ndiyo sabato. Hivi amuoni? Ni Roho Mtakatifu ndugu. Hapo ndipo unapoingia katika kazi iliyomalizika. Kama ndio kwanza umehesabiwa haki, hilo ni sawa, hilo ni zuri. Kama umetakaswa, hilo ni jema. Bali unapompokea Roho Mtakatifu ni kazi iliyomalizika. Naye Mungu amekamilisha mpango wake wa wokovu na kutia muhuri kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amina. Lo jamani, ni wangapi wanaoamini hilo? Amen. Roho Mtakatifu kila mahali katika Biblia ni kazi iliyomalizika, na Mungu alimaliza kazi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Aliwaita wanafunzi wake kwa kuhesabiwa haki, akawataka